fuatilieni na polisi mjue ni wapi alikufia, then from there go and chant whatever, take the spirit back home. Mumwambie tumekufa. So it's not carried in a bottle, it's just no, for me hapo sijaika na wazee 2018. So kulikuwa tunayo matanga, we went with it fully tukamaliza. So when tulimaliza kuzika, he came by. I'm not speaking it because he came by because I was one of his closest grandson. So akaniambia, my grandson, kuna watu matanga yangu mukifanya venye inafaa. And there are these stories about the dead crying. Indeed. Ati alisema mtu fulani asikuje kwa mazishi yangu, na huyo mtu akikuja akimwangalia hivi. Machozi inaanza kutoka. Does it really happen? It does. Personally I've witnessed it. Mtu alikuja kwa ndoto? Yeah, he or she comes anakuambia the way mlinibari it was not good. So whatever you need to do, just do the normal procedures. And that's why unasikianga hata mtu amekufa but hata safari haiendi. Safari endi, by safari endi you mean? Hiyo gari iko poa imekwama tu, ama tuseme mliforce issues mkafika Nakuru, maybe wakati tu mkapo and then mnaambiwa na wazee mwili haiko kwa hii jeneza, ama mnapata mna jeneza ndio mnarudi baadaye mnaipata. So there's so much that is so much involved. I have so many questions right now. Hello everybody, welcome to POV by Ray and Mishi. Once more. We are here with another sort for episode. Tulipost video fulani hapo, we were discussing about Luhya culture and everything to do with Luhya culture na mazishi. And people were like, hizi vitu ni kweli. And some people were like, hii story ni uongo, it cannot be true. These things do not happen. And guess what? Today we are here with an amazing person who is here to tell us more and more about not just Luhya culture, African culture, but today we'll be focusing more on the Luhya culture. So allow me to introduce to you this amazing person, and his name is Nicholas. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Welcome to the studio. And let's Nicholas, make it happen, yeah. Just introduce yourself to us. Okay, I'm Nicholas Wandabwa, by name. I don't know how broad you want me to bring it, or just by name, and then we go on. Whatever you feel like telling us. I mean, the floor is yours to ambie. It's an open floor. Okay, by then I'm Nicholas Wandabwa. I'm a young guy from within Kenya. Okay. Of course, mostly Western Kenya. Direct kwa Yesu ko Tongaren. Direct. Kwa Yesu ko. That is my home county and constituent. Okay. Yeah, that is it. And I'm here maybe to elaborate more, or maybe to add a word from our sister who was here, and then we see what we can do. So Nicholas, ile video tulipost, there's like a short video that we posted on TikTok. And tuko tunasema venye Waluhya huleta mwili inakaa kwa boma, and actually some things can actually happen if you don't, say for example, if you don't remove a watch from a dead person, and they are buried with that watch, it can happen mtu atarudi kuamsha awaambie, you know, mlinizika na watch mnanifinya. So we posted that video and people were saying, hiyo ni story ya jaba, hiyo ni story za uongo. In fact, that is a clip which captured me, ndio kanipeleka YouTube, because I see kwa nimefuatilia, then venye tulikuwa napitia TikTok, I happened to go through and I listened to it. And for sure I can confirm that it's true. And mostly I don't know where she comes from, but let me speak from the county of Bungoma, that is Bukusu and Tachonis and maybe some Mwangas. What I know is when you, for Luhyas mostly, waziki, okay, is Swahili accepted? Sorry. I don't have to change. Please give me the room to just speak in English. Hata ukitaka Kibukusu. Kibukusu zitaelewa. Should be out anyway, so be it. So like an African ama like a Luhya, mostly awaziki mtu na anything that is round. Mostly anything that is something looks like round is not always acceptable. Even if it's a rosary. Awaziki mtu na rosary, anything that is sounds worse. At a tie, as a man maybe nimekufa nimefungwa tie. The moment niteko kwa hiyo kaburi,
watafungua hiyo tai, nitazikwa nayo, wataiweka aside. Hiyo rosary wataiweka aside. Hiyo bracelet, whatever, anything that is round, you'll be buried with it, yes, but it will be put aside. Hata kama ni hiyo mnasemanga queens ama kings, whatever, wataitoa waiweke crown. Wataitoa waiweke kando hapo, utazikwa nayo, but not umekaviwa nayo. A quick question. Good. The crown is not circle, it's an incomplete circle. It depends when you may buy, but anything that inakufinya, that is what they say. So they don't want, utasikia amekukujia sababu ulinizika nikiwa unanifinya. Ulinifinya. So whoever you're buried at akutokelezea sema mulinizika vibaya, that is the belief. And to some extent I've witnessed it personally. Ooh. Personally I've witnessed it. Mtu alikuja kwa ndoto? Yeah, he or she comes. Anakuambia the way mulinibari, it was not good. So whatever you need to do, just do the normal procedures. And that's why unasikianga hata mtu amekufa, but hata safari haiendi. Safari haiendi, by safari haiendi you mean? Hiyo gari iko poa, imekwama tu. Ama tuseme muliforce issues, mkafika Nakuru, maybe wakati tu mkapo and then mnaambiwa na wazee, mwili haiko kwa hii jeneza, ama mnapata mna jeneza, ndio mnarudi baadaye mnaipata. So there's so much involved. I have so many questions right now. Indeed, yeah. Mwili haiko kwa jeneza imeenda wapi? Then you have to wapi? confirm. So there are these elders when you wanakujanga, even they can easily tell whatever is happening. And for them wanaitwanga seers, ama they interpret, they talk with the spirit or whatever. Yeah. So they can be able to tell you that this is what is happening. That is why maybe I'm dead and then I said Rachel should not come to my burial. So hiyo moment iko hapo. So utapata tu, they can read through my death space and they say there's someone here was not supposed to come here. Ooh. And if you force it, it will not move. And if you try to make it more happy, mutaniacha hapo. And there are these stories about Yeah. the dead crying. Indeed. Ati alisema mtu fulani asikuje kwa mazishi yangu, na huyo mtu akikuja akimwangalia hivi, Yeah. machozi inaanza Machozi kutoka. Does inatoka. it really happen? It does. Wengi wanasemanga ati okay, directly, allow me to be direct. Wengi usema ni maybe ni hiyo freeze inatoka. Ama ni that is joto, what see is. they sweat. Of course tunaassumingi ametolewa fridge, so maybe umeko mahali pa warm, so wanaassume hiyo ice ama whatever inatoka. But mostly ndio nakwambia those intercessors or whoever they can call themselves, they can be able to tell that this is happening. And mostly when you assume utapata, it happen. And we are lucky. As we speak now, we are just witnessed the passing on of our hero, Raila. And if you have been keen, a lot of tradition has been done more than Christianity. Yeah. If you are keen and following on it, even the daughter, the last Winnie was even, she called the elder to invoke the spirit. That is what they do. They were invoking the spirit. That's a Luo, of course, but I understand because Luo and Luyas, not far apart, we can easily understand whatever is going on from that. Now umetuambia there is a personal story that you have in regards to this issue. Maybe could you share that story? Now, of course, I watched it broadly. So maybe if you want to put, to just say like, just bring whatever you're bringing and then I can try to elaborate on any. As in you as a person, have you experienced maybe a dead person? Iyo, yenye ulisema alikurudia kwa ndoto, like just tell us how it was. No, like my grandfather, sorry, not my grandma, my grandfather, side maternal grandfather. So he died in 2017, of course, 26th December. So we buried him on 6th January 2018. So kulikuwa tunayo matanga, we went with it fully tukamaliza. So when tulimaliza kuzika, he came by. I'm not speaking it because he came by because I was one of his closest grandson. So akaniambia, my grandson, kuna watu matanga yangu amukifanya venye inafaa. So kama mtafanya makumbusho, waeleze ifanyike hivi na hivi na hivi. And so from there, of course, we are conversing. Of course, since namujua, watu wengi wanasemanga kuja kwa ndoto ajionyeshi sura. But for me, it's someone I know, so we can easily converse. So akaniambia tu, maybe watu hawakushiba kwa matanga, ama kulikuwa na watu walikuwa sidelined. So next time if they will come, and make sure you invite them. So treat them in a good way. Because walikuja kunilia, and I was so close to them. Yeah, so please don't sideline my family.
because they are here for me and they are here kuambia pole, ama they were there to kuambia pole. Sama kumbusha ikifika, invite them and then treat them vizuri. I have a question. Go ahead. What happens if you forget to give these instructions to the people? It's just that you are a Christian, I believe. Yeah. Wanakuambianga now, umejua wanakuambianga if you fail to take the responsibility, you'll not fail to get the consequences. Which consequences? Now, the consequences which come. For me, I took the responsibility. I told my elders that those are my uncles and my Kwaluya, that their mama ni mama. So, our watu wa mama, dada za mama na maanko zangu, I told them this whatever. And since they knew that I was close to grandpa, they did whatever I needed. So for me, I can't say that anything happened because they took the initiative because their father said so and so. So whenever venye tulifanya makumbusho or so months venye ilikuja, they were invited and they were treated differently from how. Lakini kuna watu who take advantage of this story. I have some of my cousins. Yeah. Au kila saa mtu akikufa kwetu lazima waote. Waote. Lazima tu waote. Hata vile shoshangu alikufa, wanaota ati amesema watu wachinjiwe bata. Kuna watu wengine ni wanja automatic. Kuna watu wengine ni wanja automatic. Just the same way we are in this world, allow me to speak the way it is. Pia kuna pastors wenye wakapa ama they call themselves prophets. Yeah. Unapata hata let them they are prophets, yes. But kuna congregants wako tu hapo unapatanga hata pastor kabla hajaanza kuomba washaanguka. So it is normal for such those people hatuwezi wakosa na si ati wamelipwa. Kuna ile tu miss, kuna ile like okay, kuna wenye wamelipwa sijakataa, but kuna wale wenye wako so much wana sijui ni uaminifu ama they have to create the drama and they have to make it happen, like wako so much wamebebwa na hiyo anything. So anything that comes, hata kama wajota watakuwa tu baba alisema or they call them babas of course ama daddies whatever they use, ama unasikia sisi ni traditionalist, we did this but for me hata mimi sikuwa na believe until it happened because me I'm a Christian, I'm a Catholic, but again I embody most of African culture. Mimi pia nimelelewa kikimila na kando na hiyo nimelelewa kikanisa. So kuna vitu wanakwambianga wengine wanasemanga usiko but mimi naambianga mtu if my traditions I feel is doing for me good, why not? And if they because even ukisoma Bible cover page to cover page utakuwa confused. It is not 100% like we call it the way it is. The same way to our cultures, it's not 100%. Ndio mimi naambianga mtu just choose what you feel is good. Be it in your culture, be it in the biblical way. Yeah, because easy religion ziko kaa zote na kila mtu anakuja akiamini ki different. But me since nimelelewa ki traditional pia, everything for me imefanywa traditional since nizaliwe hadi penye niko. Lakini kando na hiyo nimelelewa kikanisa, Catholic way hadi penye niko. So naweza zikari all day nikajua. Kwa hata mimi nikisema nisome nasomanga verses zingine naambia okay hallelujah. Leo hii mnasema nini? But since I do not usiuliza swali, but wanasema pia mwanafunzi mzuri ni mwenye anauliza maswali, so you go by it. Okay, and then I have a question with regards to circumcision. Okay. Is it a must that a Luya boy child is circumcised at their home place? It is recommended. Recommended. What Okay, happens? For me, everything for me nimekwambia ni tradition. For me even circumcision yangu ni tradition. Yeah, Bungoma especially ama Atachoni, for those who know Luya sub-tribes, ama Atachoni. For me what I know my grandpa ever told his sons now. Sasa ni watu wanaume. Unajua tena wanaolekango. Yeah. Sasa wajulikani. So but mostly culturally wana impress the boy child because then atabaki kwa boma. So sisi Bukari sema tu bora tu mimi mtoto amezaliwa mimi lazima akuja tu damu yake imwagike kwa hii shamba. Yeah, so sisi hata saizi wenye tunazaa sasa sisi wanatahiri tu the same way. But wengine tunaonanga ni uchungu, but for me hata sionangi okay maybe because I went through it. Sionangi ubaya. Kuna tule kuteseka kidogo kawaida. Just mwe ukitaka kuwa mwanajeshi, kuna hardship utapitia, but kuna after all because there are fruits. Kuna ile tu you are recognized as a child of kwa hiyo boma, and in anything you are the son, you are given the powers there. Because kuna hiyo wakati unatairiwa, and then kuna wakati unaenda jandoni. Sasa kwa mfano sisi Tachonis and Bukusu we have almost the same culture. Kuna ile August tutatairi na kuna ile December tutaenda jandoni. So the moment tunaenda kutairi, kuna ile sababu unapandishwa cheo, you are now you may grow from childhood to now to not an adult but a junior warrior. You are because you umepewa crown, you are a junior warrior, but not fully.
hapo and then the moment tutaenda jandoni umeshapona sasa ni jandoni kwa saizi tunasoma hiyo wakati ukishamaliza August to December kuna hiyo kusoma so December wakati umebreak unakuja sasa unaenda jandoni ukishatoka hapo now you are now a warrior now from there you are given a crown to protect your family because I think this circumcision thing we need to have a whole episode yeah, because yeah. I feel like Invite I have me, so I'll many try to questions bring it on. kwanza regarding to hiyo yenye umesema mwezi wa 8 December Yeah. like I have so many questions of what really happens in between that we might not be able to cover now. There's a lot but because that is my process. Of course I'll not uncover everything because zingine zinakuanga hidden ama zinakuanga zibaki. Nakwambia but kuna zenye zinakuanga now let's speak about it but kuna zenye naruhusiwa kusema kwa vile ni mtoto wa kimila siwezi toa kila kitu but kuna zile najua it's open we have to talk about it and there is no harm in talking about it but kuna zenye tunaachiwanga huko ndani za jehanamu zibaki jehanamu. You call that place jehanamu? Whatever. Unajua kuna wengine wanasemaga mmeenda kuteswa au sijui nini, kuna wengine wanaita heaven but kuna ile saa kuna moldiwa in short hiyo jandoni you are being molded, you are taught everything. There's also the part where ati ukisema hizo vitu sijui mtu unaweza chizi like there are things that if you disclose unaweza chizi. Is it ikitu history zote za Luhya believes does it come like ukiwa unaamini ama anaweza kuwa niko Mkristo siamini hizo vitu zitani affect bado? For me, I believe when you compare these cultures and when you listen to scriptures, you know, for me, I read somewhere and I take it that Christianity teaches you belief, and tradition teaches you not even Christianity or anything to do with religion. It teaches you faith and belief. Yeah. But when you come to tradition, it teaches you reality, the ground thing. Wanakwambia ground vitu ni different. Na sasa ni unapataka bado wana believe akiongea itatendeka, akifanya itatendeka. Sizo bado ni beliefs. Ndio nakwambia everything is all about perception. For me kuna wakati nafikanga mahali ni perception. Cause wanakwambianga cause in the same way tu unaabudu Mungu wako ndio tofauti Muindia anaabudu Mungu wake. Na sisi wote tunafanikiwa differently na bado tunakosa kufanikiwa differently because all of us we are blessed differently. So everything is all about mimi nafikanga maana nasema hizo zote tu ni about the belief in all these things. Because ndio nimekwambia tutapata kuna prophet true kuna mwingine whatever but hata kando na true prophet or nini because hata kuna wale true but wanakuanga sawa kishaoni ime happen. Kwa mfano sasa kuna a lot of prophet tuli prophesy Raila atakufa. But anyway kando na hiyo I don't know but mimi nafikanga maana nasema to just believe what you believe but as long as you are not harming someone bora usiumize mtu just believe whatever you are believing. True. That is very true. That's what I can say because everything is because we were born African wazungu akatukujia na religion so that's true. So hawezi jua to some extent it's a mystery. Ndio nakwambia ukisoma Bible cover page to cover page bado kuna mysteries kuna vitu huwezi uliza maswali na ndio maana wazungu walituambia usi question they call themselves missionaries ama sijui people who are inspired by God. Anyway we let it's a history so we let it be wewe amini ukiquestion hata kani TV yako wewe question but ndio maana sasa kuna hii generation they are not taking everything venye iko anawaambia tu hapa kuna reason ya kutoa. Rachel, have you believed that hizo stories are Luhya tradition na burial are true now? Mimi mpaka nione. Can I be tribal? You are Kikuyu? No, I'm not. You are? Okay, just say me. I'm a Mijikenda. Mijikenda. Yes. I have a driver, a friend of mine, of course, yeye ni driver. He never believed it, hadi wakati alifika Western, ameleta mwili. Of course, umetoa Nairobi, ama penye umeleta mwili kwa boma. Alafu akapewa coke. Akaambiwa, Oh, I thought it's Coca-Cola. It's good by the way, nini ileta. Akapewa jogo kuku. Let me just say kuku. Akaambiwa hii, of course, sasa kutoka Bungoma hadi usifike Nakuru, yani tu within hapa itupe. Ati alipewa aitupe within Nakuru and no, not within, but asitoke naye afike naye kwa nyumba. You throw it along the way. Yeah. Akaambiwa hii kuku throw along the way. Yeah. Do usiende nayo. Hii tunakufungua sababu umetuletea mtoto wetu. So we are just
giving you our blessings, but pia tunakufungua, let it not happen. The guy akapewa akaona mimi si Mluya, mimi Mkikuyu, mimi si believe vitu zao za bro. Okay, my dear. Jamaa aliendesha gari akafika Nakuru, ndio akakanyaga. Okay, alifika Eldoret, ndio anakanyaga anaelekea Nakuru. Do you know he was confused? Alikuwa too confused along the way. Confused hata ajui nini na happen. Nini sasa baadaye alipark nini sasa sijui ilikuwaje. Kulikuwa tunaamua of course ni wanazikanga hapo mnapata mnarudi. Sasa masimu zikapigwa home wakauliza. Sijui ni nini huyu driver wetu, kwa kuna wale wanauliza tumefika wapi nini but unasikia tu huyu driver hata tujue tumefika aje juu tuko hata haieleweki. Wakamwambia sasa ndio wazee kusikia, wakamuuliza hakuna hiyo kuku bado. Kikuyu aje? Akauliza kuna hiyo kuku bado. Ndio kukonfirm bado akona kuku, akamwambia gari itabidi umeitane. Yaani usijaribu kufika na hiyo nini? Hiyo kuku. Usifike na hiyo kuku home. Ilibidi amaachilie hiyo kuku. Na akadrive from there akasema mimi mambo na Waluya akanawa. So ndio zingine nakwambia okay, I don't know what they did with kwa hiyo kuku, I don't know. Ndio nakwambia zingine ni perception, ndio nakwambia saa zingine don't try to usijipige kifua alafu jipate ndio example. Ndio bebe kuna zingine tu ni by the way, but pia wanakwambia don't try to be an example. Don't be the reason you tell the story. Zingine to just respect. Because you never tell. By the way, Awinja ali bring out So Real kwa Disco Matanga. Umewatch? Yeah. Yeah, Of course. So hizo vitu zote si ati ni script. There are things that actually do happen. Hadi wazee kuwasha moto usiku. Indeed. Ala? Tunawatanga moto usiku. Tunafanya chance. Of course we do all those things. They do. Huko hata ingine amekaa hapo alafu anakuambia hii kiti ni ya mkufi, usikae kwa hiyo kiti. Tunaamini yako hapo. He's in his last meeting. He or she whatever. But mostly it's a he. Yeah. Na kuna historia ya kwenda kubeba shadow. Tuseme mtu alikuwa anaishi kwa, tuseme mimi nilikuwa naishi kwa Rachel nikapass nikiwa huko. Yeah. So watu wanafaa watoke kwetu waende wabebe shadow yangu kwa Rachel. Indeed, yeah, because okay, 2 or 3 you were young. I was not old although, but nilikuwa nafuatilia pia Michael Kijana. Venye alikufia, was it in UK? Kijana wa Malwa. Mike. Sasa venye alipass, of course they brought the body. But you know Eugene went back after the burial. Eugene and the family to the UK. To the exact place where he died. Yeah. Wanakwambia enda penye alikufia. Enda penye alikufia, beba hicho kivuli, rudi nacho. Nyumbani. Yeah, rudi nacho. Penye alikufia sio penye alikuwa anaishi, penye alikufia, that is the last spot, that is where the spirit remained. Because unapatanga since unakujanga na collect na watu wenye hawaamini, so hapo ndo wanakupeleka tu morgue. Because ni watu tu maybe hata tuseme good Samaritans ama whoever pata kani polisi, for them they have nothing like culture, so wanakupeleka tu morgue, so na sana city and then baadaye muende mtafute mtu wenu huko. So inakuanga recommended mkishampata fuatilieni na polisi mjue ni wapi alikufia, then from there go and chant whatever, take the spirit back home. Mumwambia tumekuta. So if not carried in a bottle, it's just No, for me hapo sijaika na wazee. Me I don't want to say whatever, I have no experience, I don't know. Because sijaingia ndani sijajua, but they go, they chant, they do everything. But the moment wanamaliza, they focus. Wanakwambianga the last break should be at your home. Especially unajua ile like nimekucollect. Talk for direct talking. Yeah, of course they chant and there is a belief like we have tumemwamsha ndugu yetu, tumwambia amka twende. Then from there they take their child immediate direct hadi penye wamemzika. So wanakurudisha nyumbani. Wanakuambia sasa ukishafika hapo, the first hata ukifika hivi, the first thing they focus ni kwa kaburi lako. Wanakuambia okay. Rachel, hapa ndio kwako. It's Nicholas now. Nicholas, hapa ndio nyumbani na tumekurudisha nyumbani na hapa ndio utalala maisha yako yote, and then they do the whatever. You're not a You're not a lawyer. Things do happen. Some of us na ndio unaonanga wengine, sorry to cut you short, ndio unaonanga mostly, especially lawyers and somehow laws, ni ile tu sometimes, okay,
hospitali, acha tuniseme general hospitali, mtu akikufia hospitali, umejua sawa utapata wametoa mtu hapo immediately, wamereplace mtu mwingine hapo kwa hiyo kitanda. So unapatanga ni hard ku collect sababu tayari tukata labda kabla murudi after hours tutachukua 2 weeks ndio ama 3 weeks ndio tuzike. Ukirudi hapo unapata watu 5 wamekufia hapo. So naaminingi maybe your spirit ndio imeua watu wengine kadhaa hapo. Yeah, so wanakwambia it's always good to cleanse. That is a belief. I have no proof of that, but wanakwambia usipofuatilia vizuri hiyo ni nini inamaliza. Kuna hospitali hapa Nairobi unapatanga tu ukipeleka hospitali wanasema tu akifika huko akifika huko tuombe tu Mungu bure, chance za kurudi akiwa hai ni ngumu. Sababu tunapatanga tu wameenda hapo wanakolektiwa tu hiyo kitanda, ukishatoka immediately mwingine jua specific problem cause masimu zinaingianga hiyo hospitali kila siku akimuuliza kuna vitanda wanaambia zimejaza. Wewe ume tunapanga tuna chance kidogo pop wame replace na mostly utapata hiyo replacement anaenda lakini unapata ni mtoto alikuwa maututi sasa ni maututi. We have no proof of all these We things. have no proof, but that is it. I don't know kama our fallen legend pia walienda kucollect. I don't know about that. Huyo si Mluya. Nimekwambia tuko na similarities. Kama hiyo kuna iko pia kwa Jaluo. Tuko na similarities, sina uhakika but kuna silazo unaona hata mostly Raila watu wengi wenye wamekufa alikuwa anaendanga pia anaenda. Joey anaenda pia anaenda na ngao unapata na chance. Joey is a buffalo. So Raila is a buffalo. Not a buffalo. You know, a buffalo symbolizes. I don't know. I love how innocently Rachel is asking these questions. A buffalo is a symbol of resilience, is a symbol of power, is a symbol of strength and everything. Yeah. So mostly unapatanga the women zasema joy, so they symbolize maybe those three are above anything that is strong, anything that has resilience. You have fought your fight, now it's your time to rest. So a buffalo or a buffalo, the way you call it, is a sign of resilience. Yeah. And, your strength is a sign of power, is a sign of uzito. So they usually say Joey to these prominent leaders. Yeah, prominent, the fallen soldiers. Even ladies as well. Joey is for from ladies. boys. Okay, si Joanna, but mostly nimeona to men. Men. Nimeona to men. Sina uhakika because I'm not a Luo, but mostly nimeona. Kwa hata matanga mingi yenye Raila ameenda ni mostly nimeonanga tu kwa wanaume, iwe kijana wa Malo, iwe ni Magoha, iwe ni nani ameendanga na hiyo Joey. Hata kwa akisema Joey unaona mostly anaenda kijihami kama traditional elder, aendangi kama nini. Unaona kuna whiskey ama hata kana hiyo nini ako na ngao ama amedress kama elder. So he's going there as an elder. Mostly ukifuatilia hizo clips zake, you know you can go there ama Yeah. Okay. At least sasa watu wenye walikuwa na maswali, you have gotten the clarifications. Lizia, Nicholas, I think we will be having more and more episodes about culture. God so willing. You can submit. Yeah, God willing, even if it's tradition. Stories za traditions na culture pia tutakuwa tunaziongea sana hapa. Yes. And if you have any more questions, kama unahitaji any clarification, just drop your questions right there. So comment section. Yeah. Yeah. Thank you so much for tuning in every Friday at 8 p.m. This is where we are. Indeed. Bye.